Oh. Hmm? Yes, nimewasalimia sana. Kabla niwajulishe mgeni wangu ni nani, na naomba tuweze kushirikiana po. Yes, sijui nicheke, sijui nipige makofi. Najua kutembelewa na kiumbe kama hii, wakuite pahali ama mkutane pahali ni uaminifu wa hali ya juu. Kwa hivyo Ndolo ni trusted, hata kama mmekuwa tu mkimuita gaidi. So amekuwa tu jambazi, all of a sudden amekuwa mtu mzuri. Yes. Kama kawaida nilikuwa nimewapea ka brief kidogo. Nitakuwa na mgeni, na ule mgeni ni yeye huyu ashafika, na I think kuna kitu ambao umeweza kuwatch pale, na jambo ambalo tulikuwa tunazungumzia. Sasa ningependa mgeni wangu aweze kuwasalimia, awaambie yeye ni nani, akuambie ni nini anaandaa, ama nini anawatakia, ama nini ananitakia. Yes, Madam V. Yes. Karibu sana. Asante. Karibu. Habari. Salama. Lakini hii salamu umeketi hivi inaingia na vizuri kweli. Kabisa. Singeingia hivi ya kwa na side. Karibu. It is well. Karibu sana. Asante sana. Angalia pale. Aha. Sasa ujue unapotazama screen pale. Ehe. Sasa ujue sasa unaongea na fans wa Ndolo. Oh. Wow. Uambie majina yako. Aha. Uambie unafanya kazi gani. Aha. Na uambie unatakia Ndolo nini juu hajai kuona karibu na mimi. Aha. Alafu sasa tuweze kuendelea. Wow. Yeah. Karibu. I appreciate. Thank you very much, Ndolo. Yes. It's another opportunity. Yeah, kuwa karibu na wewe. Songa pande kidogo. Nimepotea sana. Yeah. Naona ni kama niko sawa. Okay. Habari zenu fans? Mko salama? I hope so. I am here with your man called Ndolo and I appreciate because last time tulikuwa na yeye aliniambia ni mtu wa mitandao. Nami nikaenda pale nikafanya ukaguzi wangu, nikaona ni kweli ni mtu wa mtandao. Nisalimieni, tuko hewa. Mimi sina makusudi baya. Kusudi langu ni moja tu. Huyu akate kauli kama ameshakata. Asibaduke. Na leo tutajua ni ukweli ama si ukweli. Amekata kauli. So, sit back, take your coffee, take your soda, take whatever you do take, and listen to this episode. Thank you, Ndolo. Welcome. Fans, hapa nimekuwa challenge kidogo. Manake hapa lazima nitacheka. Wajua sasa ni muda mrefu kiumbe kama ikuwa karibu na mimi hivi. Najua tu mna guess vile na feel. Sasa nimekuja kufanyiwa interview hapa, na I know mtanisaidia kama itaendelea next episode ama kwa video ingine tutakuwa. Najua mtanisaidia na mistari hapo kama mtaki ni lose. Lakini uko hapa kunipea busy nini interview ya kufanya ni lose? Not really. Kwangu mimi niko na ombi moja tu. Ufanikiwe kwa maisha. Asante, karibu sana. Hiyo tu. Asante. Sababu I'm not an agent of evil. And I'm an agent of God. Welcome. Amen. Yes, Amen. yes. Amen. Yes. Leta mageni. Mageni ni mengi, mvua imenyesha. Sijui kwenu kama ilikuwa imefika, kwetu ilikuwa imetangulia. Mvua inakaa kila pahali. Yes. Ilikuwa imetabiriwa na wale wanga wana predict mambo na weather. Yes, yes. Yes, karibu. Asante sana. Yeah, nimefurahia kukuona tena. Asante. Sijui umekuaje? Mimi niko salama. Sasa unajua wakati mtu amekuahidi. Yes. Naja. Yes. Hivi karibuni. Yes. Nimekuwa tu nimetayarika tu. Nakaa tu nikiwa huku nje, nakaa ni kama nasinzia, ni kama naangalia barabara, kila gari naangalia kwa mlango ya matatu nani anashuka. Simu kuangalia kila saa. Kama kuna call yako. Lakini naweza kuuliza swali. Uliza. Tangu tangaze unahitaji mpenzi. Sana unahitaji mke. Wangapi umejitokeza? Ama kukupigia simu?
Uliza ni aje. Ni swali la maana. Yes. Lakini sijapata mtu wa kunipigia simu. Simu niliyopokea ama chats ambazo tumekuwa tukiendeleza sana ni zako na simu yako, call yako. Pengine tu isipokuwa tu pale kwa comment. Na kwa comment unajua ile inakuanga ni platform. Free platform ya kila mtu kujienjoy. Yes. Na ndio sababu ukasikia kuna wakati niliingia hapo nikasema watu wachunge hii platform ya comment sana, sababu inaweza haribu maneno, unaweza provoke mtu hapo, kumuandarate hapo, na mambo zingine mingi za standards, na ni mambo mingi. Sasa kwa platform, kwa hiyo nini, comment section ndio tu unapatana na message kuja niko hapa. But si mtu ati utakuja kuonana na hayo ni mambo nimezoea. Then najua they know well, mimi juu wanajua niko free na kila mtu huwa na joke. Okay. Lakini ule serious wa kunipigia ama aweze kufika pali niko ni wewe. Na karibu sana. Asante. Na kulingana na wewe unaweza kuwa nadhania ni sababu gani nilikupigia? Hata kama mimi ni mwanamke. Kitu ya kwanza, wajua mimi ndiye nilitangaza. Kabisa. Mimi ndiye nilitangaza. Na nakumbuka ni kwa video fulani nilikuwa nimevaa koti ya brown ya corduroy. Ndolo anataka mke. Na nataka serious. Na nikasema this time round, I'm not joking, nataka kwa very serious. Sasa juu umekuja, nataka kuona seriousness. Nimekuja kama mke. Unajua sasa maongeo yetu yenye tulianziana pale na maswali yenye tulianziana pale. Yes. Nao unaona sasa ilikuwa ni mwanzo wa safari. Juu kulingana vile ulini question pale mambo na uliwayo wana, mimi nikakuuliza je bebe kuna watoto, tukaendaenda hivyo. So safari naona kama ilianzia hapo. Alright. So I'm expecting more from you. Wow. Good news. Good news of course. That kumaanisha basi hiyo wakati it relays your appetite. Wallahi tena sana. To know about this lady. Don't disappoint me. That's amazing. That's nice. That's nice. Lakini sasa wakati ulisema wewe ni mtu wa mitandao, nilienda nikafanya utafiti wangu pale na nikapata ni ukweli wewe ni mtu wa mtandao. Wacha nikukati hapo kidogo tu. Hata bila kuambiwa, wakati wowote utapata mtu anafanya kitu yoyote na video, akiwa sokoni, akiwa wapi, jua huyu ni mtu wa mitandao. Kumaanisha so hata bila kuambiwa unajua huyu mtu wa mitandao. So vile tu nilikwambia na ukaenda ukaangalia kwa YouTube na nini. That's true. So nikuulize basi, kama wewe ni mtu wa mitandao, ulianza kurecord hii kitu nyakati tuko tumepatana mara ya kwanza. Hata sasa hivi nimetupata mna record. Kila kitu tutakuwa na record. Kila kitu taingia kwa mitandao. Ama kutaenda aje? Unajua baby, umekuwa mtu wa mitandao sana, ikakuingia ukakuwa addicted. Okay. Kwa saa hii kumekuwa na wakati mgumu. Kama sasa hivi, saa hii hata si wakati nafaa kuwa nikirekoda chochote kinachoendelea na mimi. Kama hii sasa maongeo tunaongea na wewe, vile tunaweza husiana na wewe kimapenzi ama nini, hii haifai kurekodiwa. But kulingana na ile joto iko kwa mitandao saa hii, I have to, whether I like it or not. Reason, kuna vita iko kwa mitandao. Na usishtuke kwa hiyo vita iko. Manake hata ukiangalia comments ya video zingine pale zinasema na Ndolo uchunge watu wasikusalimie na mkono,
anaweza kuwa ametumwa wakugeuze akili yako uanze kuwa against. Hata sikufichi mimi, hata ukiingia nilikuwa nimeoga na maji ya chumvi. Ndio. Okay, I hope wewe si moja wao. Unajua unaweza kuwa umetumwa kuja kuni investigate. Nategemea, maybe niko hapa kwa niaba ya mtu, you never know. Niko hapa kwa niaba yangu, you never know. Well, sasa that is why I'm recording. Kwa sababu kwa msimu huu mambo yanayoendelea ni mambo ambayo inaleta mpigo mkubwa kwa channel za watu wengine ama kwa channel yangu mimi binafsi. Unapata kila mtu akikupata barabarani ukitembea ukiongea na mtu ana so pia naye ningetaka watu wajue you were here. Na mimi ndio nilitoa sauti nikasema nahitaji mpenzi na ukakuwa wa kwanza kufika. So that is why I'm recording, but kuna mambo ambayo siwezi record kwa sababu najua kama mapenzi itakubalika. Kuna beyond. Sasa kwa kwingine siwezi record. Na si utarecord mpaka harusi. Sasa kutoka harusi hapo, hiyo ni yenu sasa. Sasa unajua ni vile nimeona umeshtuka. Sasa sijashtuka, nilikuwa nauliza tu. Najua sasa ukikubali kuwa kwa hii nyumba mambo na kukurecord ukiwa umejifunga kaleso ukipika ugali unaona? Ati tukiwa kwa nyumba huko umefunga leso unapika ugali na mambo zingine hizo sasa hapana. Usishtuke, so sitaki kuweka kwa so feel free na mimi. Unajua sasa unaweza ona kama unaweza anza kutoa maneno sana mpaka tukiwa nashangaa. Hapana, mimi ni mtu mzima. Wacha nikuambie nisiji ati nikajigamba kwa nishinde nikwambia ati I'm very mature by the way. Kukaa na mtu ndio kumjua. Swahili usema kaa nao ujue tabia zao, na juu mimi si wao, mimi ni mimi. Kaa naye ujue tabia zake. So nami kama nitakaa na wewe nitajua tabia zako. Kama hii jambo litakubalika. Unajua sasa tunaongea naweka kama litakubalika, manake ni kweli. Unajua request, wakati una request majibu inakuanga ni mawili ama matatu. No or wait. Still waiting. It is good. So not existing. You're in that state of waiting. It is well. Sasa nimesha kuambia nilipita pale mitandao. Na nikapata uko na channel. Na hapa sasa tumesalimia watu wako. Fans. Leo niko na mtu wenu hapa. Nilianzisha familia ya ingine ya fans. Mimi naonanga kama ni familia yangu because once I uploaded a video wakiview tunaongeanga nao sasa kupitia comments na zilike pale. Na mwenye ko free ananipigia, so ningetaka ujue mimi any time naweza sikia call imeingia tu ustuke na ni mwanamke ama anybody ustuke. Wanawake wanakupigia. What is going on? Mimi mtu wa watu. It is well. Thank you. Sasa si kuona investigation side ya channel yako. Nimeendeleza pale nyakati nimetype Doro imejitokeza huku na kule. Specifically kwa channel ya Senior Dave. So I wanted to know, apart from your channel, this Doro I can be able to re-rate anafanya nini? Na nikaangalia now from the start. So ukitaka kufanya investigation you start from the grassroots. Ukikuja ukipanda. Na nikaona nyakati ulikuwa unaingiza kichwa kule, uliingia kama gaidi. Na sijui no wanda nasema kama because I don't know whether it was real story or it's acting. Sawa. Mambo ilikuwa hivi. Hapo ndipo nataka unielezee sababu niliona. Nifafanulie na utufanulie kwa sababu inaweza kuwa sio mimi tu niko hapa na kutamani kuna mwingine amenyamazia tu. Actually wewe ni mgeni sana kwa story zangu. Otherwise sahi umekutana na mtu ambaye ni mtu amebadilika kwa njia kubwa sana. Yani umekutana tu na mtu, si kujigamba ama kujichocha. Umekutana tu na mtu ambaye tu amebadilika tu kivyake hivyo tu na akaamua kubadilika.
na kiini ya ubadilike kutoka kwa hiyo mambo ulikuwa unatenda. Kwanza niambie, ilikuwa ya ukweli ama ni script? Haya mambo kuambie tu Madam V, nilikuwa najaribu kutafuta maisha. Okay. Sasa nikupatie story. Nilikuwa najaribu kutafuta maisha. Kwa ufupi, yani nikahusika na mambo ambayo ilinifanya nijipate wapi huko nilikuona. Sasa hata bila kukueleza kuna mambo uliweza kuwatch. Nilikuwa natafuta tu maisha. Lakini naye shetani ni nani? Usione shetani tu kama mtu hivyo, hata yeye ana nguvu zake kama. Alafu yale mambo nilihusika nayo. Acha niseme mara yangu ya kwanza kuhusika kwa Senior Dave, nilihusika kwa sababu ya mtu anaitwa Aso ni kama ulikuwa either kununua ama kuchukua mtoto ambaye hakuwa wako. That's what I saw. Ulikuwa na mtoto. Unaona? Hapo ni kama ulikuwa umenunua huyo mtoto kihalali ama ulikuwa umeletea mtoto ufiche, na ikakuwa aje hiyo wakati ulikuwa na mtoto. Ni jambo la kuhuzunisha. But let me be open. Yes. Nilikuwa nimenunua mtoto. Okay. Ya ukweli. Kabisa. Okay. Nilikuwa na mwanamke. Hakuwa anapata mtoto. Okay, watu walikuwa wanaelewa ni mimi. But mimi nilikwambia mafala of 3. Lakini sasa si pale mtu akawa kona mambo zake. Mimi nilikuwa natafuta amani tu, nitulie, nikuwe na boma mzuri. Sasa vile nihusika na yeye ikawa nyumba haina amani kwa sababu hakuna mtoto. But ni kama finally baadaye nikuja kuona kama ilikuwa ukora. Manake vile sasa mtoto aliweza kufika kwa mikono yetu. Na mimi nikafurahia, nikaona sasa stress zimeisha kwa nyumba, nikapeana pesa, nikafikiria sasa hiyo mambo mengine atafuatilia. Najua sasa nilikuwa naona tu ni mtu updated na vile unafaa kuadapt mtoto. Sasa ikafika Senior Dave ameanza kuchunguza mtoto, sijui alipotea, pali yako, wenye kumleta, mavutano mpaka ikakupata. Hiyo ilikuwa ni kweli. Yes. So yale, okay, in short, yale uliweza kushuhudia ama yale utaona, na najua utawatch imepitisha mambo mengi. Nimeona mpaka uchawi. Niliona. Lakini saa hii sikurogi. Najua ile. Najua pale kuna pale nilianza kufikia pesa zangu. Yes. So pale nikifuata pesa zangu kulikuwa na kutokuelewana. So mimi nikaanza sasa, hapo ndio fujo ilianza. Nikaona sasa nimenunulia mtu mtoto ashaenda, ashakujiwa. Haya. Na pesa pia zimeenda. So sifai kubaki bila, nafaa kubaki either na pesa zangu ama na mtoto. Na sikuwa na mabishano wakati niona mtoto ni kama ameleta shida, lakini finally nikafuata pesa za. Sasa studio ya Senior Dave kuingia, niliingia nikienda kumuuliza sasa, hebu nionyeshe wale watu walihusika na mtoto wote waweze kunirejeshea pesa za. Naona? Nikuulize. Ulidhania maybe Senior Dave ni part of the game ya huyu mtoto? Sababu ukienda si alikuletea mtoto ununue. That is one. Ni ukweli? Okay, acha nikujibu. Nimeelewa exactly vile unauliza hapo. Yes. Ilikuwa Senior Dave, tunajua sasa mostly amekuwa akihusika na mambo ya investigate. Mambo ya kuchunguza na kuanika. Sana kuanika mambo. Sasa hapo ndio tulianzana na yeye. Sasa mimi nilienda kwa studio yake nikaulizia. Na nikaweza kufika. Sasa mimi langu ilikuwa ni anionyeshe wale wenye mtoto alitokaje kwa mikono yao. Na wanionyeshe mwenye alihusika na mtoto ndio asiweze kutoka kwao afike kwangu, waniregeshee pesa. Sasa naye Senior Dave alikuwa anaona mambo imeisha. Mimi nami nikaona wewe unaona mambo imeisha, lakini siwezi nyang'anywa mtoto, na mimi nilikuwa nafikiria ni halali na pesa pia ipotelee. Ni ila nibaki na mtoto ama pesa. Na mtoto nilikuwa nimekubali, nimeona mwenyewe basi ni kama mtoto alikuwa maybe
Ameibiwa. Unaona? So nikaona mtoto sifati, nataka pesa. Sasa naye senior devil alikuwa anaona kama mission imeishia wapi? Hapo. Niacha 1 million aje? Nikuulize, ni sawa. Unaweza kosa kuiacha. Lakini mwenye kukuuzia mtoto ama wenye kukuuzia mtoto, kwa nini we haukuwaendea ukakuja kwa senior dev? Listen. Hapa kulikuwa na kizaza kubwa. Kumbuka mimi sikuhusika na wao. Walihusika na ule mwanamke ambaye niko naye. Okay. Unaona? Na ndio sasa mimi nilikuwa nafuata senior dev, manake bila alijuana na mama mtoto na wakakuja mpaka kwangu kukujia mtoto. Ndio sababu nikarudi kwake. Juu yeye ndiye alijua vile nilipatana na mama mtoto. So mimi nilikuwa nataka hii kitu ijirepeat. Senior dev nionyeshe kwa huyu mama. Twende na wewe ama umuite. Anieleza mtoto alitoka aje kwa mikono yake kwa wakora. Akuje kuniuzia. Ndio nijue sasa pale nitaanzia kudai pesa ya. Unaona? Lakini sasa pale hatukupata maelewano mazuri na senior dev. Unaona? Nikimwambia nataka wale watu. Hata yeye aliona okay, yeye alikuwa ameona tu mambo imeishia hapo, mtoto amesaidia kupatikana na mambo imeisha aje hivyo. But mimi naona na mimi sijaridhika na pesa yangu imepotelea. Kweli? Sasa mimi nilikuwa na mdai tu, hata sikuwa na pali tulifikishana naye haikuwa ifike hapo actually. Tulifikishana naye tu hapo kwa kuto nionyesha pali ya watu naweza wapata. Juu kujua mama mtoto lazima naye alimwambia nilikuwa mtoto amechukuliwa na fulani. Wakaenda wapi na wapi, unaona? Sasa hiyo tu ndio hapo tu ndio tulianzana na yeye na mambo ikawa wazi. Unaona? Na sasa pale nilikuwa na stress, hasira na mambo mengine mingi. Mambo mingi ilitendeka hapo sasa mpaka ikakuwa mambo ikafuatana mingi, utaweza kuwatch kwa mitandao huko mpaka ikafikia kwa uchawi nikifuatilia pesa zangu. Na mateso mingi. Sababu tuliona mpaka kwa ndani. Sasa hayo I think utaweza kufuatilia ama watu najua uko na simu wataweza kukujibu huko kwa mitandao. For now ndio sababu nikakwambia una deal na mtu ambaye amebadilika mbali sana. Kama ujui una deal na mtu ambaye amebadilika mbali sana. Tutafika hapo. Lakini ikikustua okay, najua inaweza kufanya uwaze sana. Ikikustua you are still very new. Naweza kupatia time. Kwanza hata wewe sasa investigate sasa who am I up to date. Naona? Hiyo iko sawa. Yes, uliza swali lingine. Lakini sasa niko na shida moja. Kwa sababu still hiyo kitu yako ilivurutana mpaka na wanawake wengi. Mpaka wengine unawakilisha nyasi. Na ikakuwa mpaka wao wote. Ili unajua ni nini? Acha nikujibu hiyo. Unajua ni kwa nini? Niliangalia na senior dev wakati tulibishana nilibeba bodyguard yake alikuwa anaitwa Champe. Sasa nikaona juu amewaficha wale. Nikamwambia sasa hiyo 1 million yangu juu umewaficha na umeleta tafujo na mimi nilikuwa nataka tu nionyeshe watu tuachane. Wewe ndiye unadai hiyo 1 million. Kwa nini hukuuliza bibi yako kule alitoa mtoto? Unakuja kwa senior kwa nini? Sikiza. Unajua after kuletoa mtoto kikiumana wale walianza kujificha wakapotea. So hata yeye ajui pali atawatoa. Sasa alafu najua wakati mwingine unaweza kuwa una deal na mkora mwingine kwa nyumba na ujui. Anakuchezea game ambayo ujui. Najua nyinyi ladies we are very different. Najua naona? Yes. So niliitisha senior dev nikaficha Champe. Yes. Finally nikaona ule kijana ni kama anateseka kitu yeye haimhusu sana. So ndio hawa kule nyasi mimi niliambia senior dev hii pesa 1 million juu wewe ni kama kusaidia, ulikuwa unasaidia watu wapate mtoto wao, hiyo story isha hivyo. Mimi hii pesa nitaigawanya watu wangapi? Juu sijui ni nani wa ukweli na ni nani wa uongo. Juu nyote mnaficha. After sasa ni kama wame tense. So nikaambia wewe senior dev, mmoja, Miriam ni wa pili, Stella ni wa tatu, na wenye mtoto pia. Kafika wangapi? Wenye mtoto ni baba na mama wakata. Mimi sasa kujua nisema juu wote wanahusika na hakuna hawakuji nini clean nijue nini kiliendelea.
mtoto atoke kona ni kuja kunyang'anywa pesa na watu wapatikani after mtoto kuuzwa tena akakujiwa. So sijui hata kama wao nise. So mimi nikaona nitagawanya pesa watu wangapi? 5. Kama mbaya. Tukaagree hivyo na Dave na tukaongea sana na tukasumbuana sana, tukakimbizana sana huko na maofisa mambo ingine. Sasa wale walianza kujigamba vile hawatali na kuwataka wengine kuniletea mambo ingine ambayo ieleweki. Sasa hapo ndio tulianza, although sasa hili kitu ulikuwa nasikia ya kuhusika na wanawake, watu hawezi kosa kuwaza sana, although kuna mambo ambayo tu ilitendeka wakati, unajua wakati wa Stella alienda akajificha Miriam akabaki pale ambapo sijui Stella akarudi after aliona ni kama mimi natolea pesa sana kununua mtoto 1 million hivyo tu na hiyo story akaona. So nitoigwa gucoka thutha ukehera murata guo ukamucoka na thutha. So alikuja akajificha Miriam. Vile alikuja na mimi tulikuwa tumesumbuana na bibi kwa muda mrefu sana, hadi tukafika sasa pale ni kama tumeanza kuchukiana. Now what do you expect? Hiyo umelongia mapenzi kwa muda mrefu, mtu mmoja mko naye kwa nyumba, mmekuwa mnasumbuana juu ya mtoto kila saa, kuna amani, makelele kwa nyumba. Sasa mpaka imefika, so wakati huo mtoto alipatikana ni kama alifurahia kwenda hivi na hivi, unaona. Sasa sister alikuja kujifanya amekuja kuangalia hali namna gani, na mimi kwangu sasa hatujaweza kukaa chini kikao tuweze kutuliza mambo. What do you expect? Sasa naye pale ni jangili fulani akaanza kuniseduce. Hiyo utani forgive. Juu sikufichi hiyo ilijulikana. Kunitendeka maneno. Fans sitaki kuwakumbusha hiyo story. Nilisikia. Kunitendeka maneno Madam V. Na sikupenda kwangu. Nilikuwa nimekawia na nilikuwa na kiu ya mapenzi. So ilitendeka tu na nikajiomba msamaha tu. So but after hiyo mambo yote nilikaa chini mimi mwenyewe, nilikuwa nasumbuana na watu, nikaona vile tumesumbuana, nimepunish, nimetocha, nikifuata pesa zangu, nimekimbilia mambo mingi ndio pesa zangu iweze kurudi. Mimi mwenyewe tu nikarelate, mimi mwenyewe tu nikiwa kwa studio ya Senior Dave. Nikamwambia vizuri, mimi nilikuwa nafuata pesa zangu, but ile mateso inapitiwa na watu, hata kama sikuwa natarajia iende this too much. Juu zingine zilikuwa zime affect, unaona ina affect mpaka mzazi wa mtu. Kama Miriam ilikuwa ina affect mpaka mama yake. Unaona? So uchawi nilihusika nayo. So ikabidi sasa, kuna wakati ilikuja sasa mimi nikaona wacha nimalizane na hii maneno, wa kunirudishia anirudishie, wa kuninyang'anya aninyang'anye. Na hiyo ni pesa ambayo ilitumika pale kwingi hivi huku na huku. Juu hiyo mambo nayo si mambo rahisi. Si mambo rahisi, inakulanga vitu, inakula hivi, inaisha hivyo tu. Okay, wacha nikwambie yenye uliweza kushuhudia huko ni mambo mengi, na ni kweli hivyo ndivyo kulikuwa, lakini sifanye uogope ama unichukie. Unajua sasa hiyo lazima kuna kitu tu click kidogo kwa roho yako hivi ama kwa mind yako, so isifanye nipoteze mpenzi kama ulikuwa tayari na mimi, tafadhali. Fans mlitetea hapa tafadhalini. Nimeanza kuona hali ya hatari. Ile maswali yananiuliza wewe, na nimwambia nimebadilika kutoka wewe wakati, lakini naona ni kama amini. But let's wait. We are still very new to each other. Now, nikuulize swali moja tu. Uliingiliaje uchawi kama hauko unahusika na uchawi hapo beleni? Ama hauko unajua Mungu? Hauko unajua kuna kuachilia na kusonga mbele? Let me tell you Madam V. Unaona kitu inaitwa hasira, na kitu ingine inaitwa kulose. Kulose alafu kuja na madharau, umekuwa embarrassed, umeanikwa, and then wewe ulikuwa hapo unajisacrifice at least upate peace na hiyo nyumba ipate amani. Usichaze mtu kununulia mtoto pesa.
Madam V, mtu ku sacrifice 1 million yake hivi. Well, let me say 1 million wanga nakubali makosa yangu, but it's because mimi sijui vile mtoto wanga anaadaptiwa. I don't know the process. Lakini sasa ile furaha mimi nililetewa na bibi yetu, tumepata mtoto ataletwa sijui nini, sasa pesa. Mimi niona kama hiyo stress itaisha hivyo. Unaona? Mimi ni vile sijui process ya. Unaona? So mimi nilikuwa najaribu kutoa tu stress kwa nyumba. Lakini thina ni urehaga thina uria ungi. Ukirehe ungi. Yeah. Leo ni ati uchawi nilikuwa najua, na ni vile tu nikitafuta ushauri na huku nje pesa zangu utapata aje. Juu nilikuwa nimetumia zingine mingi na nyingi nikijaribu kufuata na mambo haikamiliki. Nikapatana na mtu sasa akaanza kunielekeza tu. Pole. Finally nikajipata mimi nafanya semi hiyo, tusiite miujiza hiyo, naitaga miushetani. Mimi kuna pali, unajua mimi kuna pali nienda nikafanya kitu nikastuka mimi mwenyewe nikashangaa like what? Hapo nikaanza kushikwa na mawazo mengine. Ukirudi pale kwa sina Dev kila sana mwambia, mimi nataka kuachana hii maneno. Acha kama hapa hiyo pesa mwenye atanirudishia mwenye atakaa. Na ni mingi zilipotelea. Na ni mingi nimelipalipa madeni huko nikikimbizana, kufungiwa, kuriliziwa, mambo ni mingi. Yes. Lakini God is good. At least kwa wale walihusika na hiyo mambo mengi chini ya maji wazi waliweza, I think waliweza kunisoma, hata fans wengine. Juu mimi nilikuwa naishi kusema justice for Ndolo. Yeah, it was. Nawaambia mimi nilikosea, lakini why don't you understand, mimi nilikuwa nifanye hivi. What if ni wewe? Niulize. Ili upate hiyo pesa yote. Kwani kazi yako ilikuwa